Excellency, kama vile MCA amesema, hii ni kidogo tu, mengi hayakuangi reported. Mimi kama mjumbe wa Nairobi, naomba ile siku mtakuja kuosha hii Nairobi River, zile mili mtatoa kwa hiyo Nairobi River, wale youth wetu wamekufia kwa hizo bar, wakatupwa huko kwa hiyo mto, na mutashangaa. Kwa hivyo, Your Excellency, the region of Mount Kenya, vijana wetu, wamama wetu, watoto wetu wanaumia, familia mingi zinalia. Let's take action. We know wewe ni mtu wa kusema na kutenda, na tunajua hauogopi. Na kwa sababu hawa watu wenye wako na hii maneno ya either no, I know ni cartel na iko na nguvu, na I know wengi wetu hatuna hiyo nguvu yenye uko nayo, yenye utaweza kutumia kutufugia hizo biashara. Asanteni sana, pole watu wa Kirinyaga, Mungu awabariki na azidi kuwatenda mema. Asanteni. Mheshimiwa Naibu wa Rais, itifaki zote zikizingatiwa, wana Kirinyaga na watu wote wa mlima, amjambo, ngaine mwega, naende cionthe. Kwa jina naitwa Julius Taitumu, mjumbe wa jimbo bunge la Igembe North kule kaunti ya Meru, na ningetaka kuleta rambirambi zangu na risala zote za rambirambi kutoka watu wa jimbo bunge la Igembe North kwa familia hili kaunti la Kirinyaga na watu wa mlima, na hasa pole sana kwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu leo ni siku ya huzuni, ni siku ya kero katika zizi watu wa mlima Kenya. Nimesema hili kwa sababu gani? Kiongozi wa vita si mwingine bali ni Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hili tukio kutokea hapa pale mwenyewe amesaliwa, na tukijua ni yeye kiongozi, lazima tumshike mbavu, tusaidie yeye kupigana dhidi ya hii dhuluma ambayo inaletwa na watu dhalimu, wana biashara dhalimu, ili tupate kuondoa hili janga katika jamhuri yetu ya Kenya. Sitaki kunena, nataka kusema tushike kiongozi mkono, na hawa matafeli serikali ipigane na wao bila huruma. Janga kama hili katika jamhuri yetu. Watu wa Kirinyaga hamjambo. Tumekuja kwa wingi kushikilia mheshimiwa rafiki yetu Mary Mainge, na pia kuleta His Excellency the Deputy President, na pia Mama Boys Her Excellency Daktari. Your Excellency, mimi nitasema mawili tu. Niseme hii janga ya pombe imetufanyia mingi. Na Your Excellency, hii mili ni kwa sababu function na male yale in the constituencies that we represent kutoka Mount Kenya region ni wengi kuliko hawa wako. We want to appreciate hii kazi venye unaifanya ulipopatiwa na kukaitikia muifanye kama familia, na ndipo Her Excellency Pastor Dorcas bibi yako ako kwa hii maneno
na ndio tumemnickname Mama Boys. Andu akirinyaga nitukuhurana na uhoro uyu wa Njoohi, nitukuhurana na uhoro wa Njoohi. Aya matikarite haha ni undu wa road accident, matikarite haha ni undu wa janga ya mwaki, matikarite haha ni undu wa janga ya floods. Mane maundu tungigiriria, lakini Your Excellency, as much as we are saying tugiriria ta family na tuingire makanitha-ini, ni tukwenda guteithiririo na uhoro tungihota kuhurana naguo tukiingira okwe multi agency support. Your Excellency, nataka kusema Chief Assistant to Chief, Area MP na wale wengine including the MCA wamepigana na hii maneno. Mwenye kufanya nasikia alikuwa amefungwa, amepelekwa kotini mara 16. Who is failing who? Who is failing who? Kwa hivyo wakati tumefika kwa prosecution, they are failing us. Wakati wa prosecution tukipeleka kotini, we are being failed totally. Tukifika kwa ni marato vero just kwa sababu wanakula hongo. Wacha tuseme ukweli. Mimi ni mara ngapi nimepigana na pombe nikisema huo siasi lazima aende. Watu wetu wanaumia, wanaangamia kwa sababu hawa majagiri wanapiga pombe, wanapata pesa ya kutosheleza tumbo zao wakati watu wetu wanaumia. Ni mabibi wangapi wameachwa bila mzee? Ni wazee wangapi wameachwa bila bibi? Ni watoto wa... Your Excellency, mkono ya serikali ni kubwa sana. Tukiamua hii ni kufikia, tunaweza. Kila yeyote afanye kazi yake. Ukipata OC crime na upate DCI corrupt, Your Excellency, hata ile kazi unafanya na uko Nairobi tutakuwa tunaumia. Toroiga ba sinyihanyihio siaigehira igekiria duka cia sukari na duka cia maundu maria mangi. Your Excellency, Madam Governor Andu Waiguru, wewe ni mama na uchungu wa mtoto aujuae ni mama. Onyesha wale wengine, onyesha governor wetu Muranga na wale wengine, ndio venye tuko hapa ikuwe kielelezo na lesson that tutapigana na pombe. Wacha to reduce bars. Njoohi atuikirio soroka hasai. Tuhurane na uhoro. Wananchi ndio wako na nguvu, tutaamua na tutaangamiza, ndio tupigane na pombe kamili. Kuna uwezo, unaanza na maombi, una shida na maombi, unaenda kulala na maombi. Nani kama Rigathi Gachagua? We shall conquer. Thank you, watu wa Kieha. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Pastor Dr. Dorcas Rigathi. Nikizingatia itifaki zote, mimi naitwa Mushangi Karemba, mbunge wa hapa Runene. Your Excellency, I speak with a very heavy heart. My heart is pained by the loss of these 17 people wa hapa Kirinyaga. Na unajua si kawaida Mukurino kuongea kama amekasirika. Mimi roho yangu haina furaha kamwe. Kwa sababu hawa watu hawajakufa kwa ajali ya ndege. Hawajakufa kwa ajali ya meli. Hawa wamekufa kwa pombe. And Your Excellency, I want to say that this indeed is an international embarrassment. Na ni lazima tujiulize maswali magumu kama viongozi na kama pia raia. Tujiulize ni nani anafaidika kwa hii mambo ya pombe. We need to ask ourselves very difficult questions. Sio viongozi wa kanisa, kwa sababu hata hawa vijana ambao wamepotelea kwa pombe hata kwa kanisa hawaendi. Sio wazazi wanafaidika, kwa sababu wamepeleka watoto shule na hao watoto ndio wanaangamia, wanakufa kwa hii pombe.
wale ambao wanafaidika kwa hii biashara ni viongozi wakubwa ambao wamekalia viti kubwa kwa serikali. Hao ndio wanafaidika kwa hii biashara. Na ni vyema tuambiane ukweli. Because when we tell ourselves the truth will set us free. Your Excellency Deputy President, pale constituency ya Runene na kwa kijiji yangu, mimi nimefukuza watu ambao wamekuwa wakipika pombe haramu. Na baada ya kuwafukuza, mimi niko na intelligence ya kwamba hao watu wamepotelea huku Kirinyaga na wengine wakapotelea huko Mbere South. Na juzi, just last month, wakati tulikamata mmoja akiwa na ethanol, only less than a kilometer from my home. Nataka kushukuru OSPD wangu, Bwana Maina, na DCC, Madam Waroinge. Walikamata huyo muhalifu akiwa na ethanol, wakampeleka kotini, lakini alipofika kotini, ile fine alipigwa, ilikuwa fine ya shilingi 2,000. Ngiri yemwe na yenge ngirino. Sasa wale nikisema wale wanafaidika na hii biashara ni wakubwa katika serikali, nitakuwa nimekosea? Your Excellency, I need to tell you this as a young man from the mountain, that the single largest threat to the existence of the mountain is this problem that we are having, hii pombe haramu hii. Kwa sababu vijana wetu hawaoi. Sasa kama hawaoi, kesho yetu iko wapi? Ninduge gutuma mundu wa miaka